Wengi wanasema kwamba Right kama Dvoice angelijua mapema kwamba alikuwa anafanya kosa, angeliepuka mapema kabla mambo hayajafikia hapa. Lakini kibaya zaidi ni kwamba alikuwa amerudia kosa lingine baada ya kuwa amepewa onyo kwa mara ya kwanza. Sasa kuna mazito ambayo yanaendelea ndani ya WCB kwa inavyosemekana. Hali sio shwari kabisa kwa upande wa Dvoice, huku Diamond akitumia nafasi hiyo kumshusha Dvoice kwa namna fulani hivi thamani yake. Bila shaka unataka kufahamu kiundani zaidi nini ambacho kimeweza kuhappen, kosa gani ambalo Dvoice ameweza kulifanya mpaka kufikia hatua ya hali yake kutokuwa sio shwari kabisa na kwenye maelewano kati yake pamoja na bosi wake Diamond Platnumz. So tuanze moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho ukapate kufahamu makosa mawili makubwa ambayo Dvoice aliyafanya. La kwanza alisamehewa mapema tu, lakini la pili amekuja kufanya katika wakati ambao hata bosi wake mwenyewe akabaki kushangaa. Mimi ni Togabi Official, naomba nikukumbushe kuna updates nyingi sana nitakuwa nakusogezea hapa utakuwa unazifahamu kuhusiana na mastaa wako wote ambao wanakubali. Kwa hiyo cha kufanya, tumia sekunde moja tu, bonyeza neno subscribe hapa chini ya hii video. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako. Hakikisha tu umesubscribe hapo, utakuwa umetisha sana na utakuwa umejiunga na familia hii kubwa. Sasa kama ambavyo tunafahamu ni kwamba Dvoice alifanya collab mbili so far ambazo ni za wasanii nje ya WCB. Alifanya collab na Malume, huyu ni msanii wa Singeli, lakini pia akaja kufanya collab na Mario. Of course tunafahamu ni ngoma ambayo sasa hivi ina trend sana kwenye ile I think kama EP kaso album ya Mario. Sasa baada ya yale ambayo aliweza kuyafanya Dvoice, hapo ndipo ambapo mapya akaja kuibuka ndani ya WCB. Ngoja nikuelezee vizuri kabisa hapo uweze kufahamu. Kwanza kabisa alipofanya collab na yule msanii wa Singeli anafahamika kwa jina la Malume, inasemekana kwamba Dvoice mambo hayakuwa shwari kabisa pale Wasafi, kwa sababu tunafahamu Malume ni msanii mdogo sana. WCB wanaamini kwamba collab yote ambayo inafanyika na msanii yote kutoka WCB pale na msanii mwingine waga ni kama vile inakuwa inamtengenezea jina ama inampaisha zaidi msanii ambaye yuko nje ya rebo. So makubaliano yote yanatakiwa atoke ndani ya rebo. Lakini inasemekana Dvoice alifanya collab na huyo msanii bila makubaliano yoyote na rebo. Na inasemekana kuna ukaribu sana ambao Dvoice alikuwa nao since way back kati yake pamoja na huyo msanii, ndio maana aliamua kumsupport kwa namna kama hiyo. Sasa Dvoice kufanya collab na huyo msanii bila kutoa taarifa kwenye rebo ama bila ruhusa kutoka kwenye rebo, ilipelekea sasa mambo yakawa social, akaja kapewa onyo. Hilo likaisha. Lakini la pili, alipokuja kufanya collab na Mario, tunafahamu Diamond Platnumz kwa mujibu wa video ambayo nishawahi kukuwekea hapa kwenye channel yetu, alisema kwamba alishawahi kutaka kufanya collab na Mario, lakini kilichokuja kukwamisha ni sintofahamu kati yake pamoja na Mario. So hakunaga maelewano mazuri, na hii ni kutokana na kwamba Mario alishawahi kutaka kuomba kusainiwa WCB. Hii sio kauli yangu, ni kauli ya Diamond Platnumz. Hata ukitafuta hiyo video ya Diamond alivyokuwa anazungumza kuhusiana na Mario na hiyo issue nzima, utaipata hapa kwenye channel yetu ya Bongo Vibe. Sasa baada ya Dvoice kufanya hiyo collab na Mario, kitu ambacho Diamond hakuwahi kukiafiki kabisa, na kama unakumbuka vizuri kwamba kuna tetesi zishawahi kusambaa kwamba Diamond alishawahi kutaka kufanya collab na Mario, lakini mwisho wa siku mambo yakawa tofauti kabisa. Lakini pia sakata la Mario kujiunga na Wasafi lilivobuma na vitu kama hivyo. So hakuna kuaga na sintofahamu kati ya Mario pamoja na Diamond Platnumz. Sasa inasemekana kitendo cha Dvoice kuweza kwenda kufanya collab na Mario ilikuwa ni kumpaisha zaidi Mario, lakini pia inasemekana hakukuwa na ruhusa kutoka kwenye record label ya WCB. Inasemekana kwamba Diamond Platnumz aliamua kwamba atampa adhabu Dvoice, japokuwa haijajulikana adhabu ipi atampa. Lakini sakata hili likuja kuibuka baada ya ngoma ya Mario pamoja na Dvoice kwenda trending namba 1, na inasemekana kwamba anadai kwamba Mario kwenda namba 1 ngoma yake na Dvoice ni kupitia upepo wa Wasafi. Lakini je, unadhani hili linaweza kali na ukweli, au pengine kwenda namba 1 kwenye hii ngoma trending pale YouTube ni kutokana tu na kwamba watu walikubali, lakini sio kwa sababu ya upepo wa Dvoice? Tuambie kwenye sehemu ya comment hapo chini ya hii video. Lakini muhimu zaidi, usisahau kusubscribe hapa, kwa sababu kuna nyingi zaidi update ambazo mimi nitakuwa nakusogezea hapa kuhusiana na mastaa wako wote ambao wanakubali. Mimi ni Togabi Official, mpaka next video. Bye bye.